Ibu umesikia, najua mtasikia. Imagine nini? Most corrupt person in Zimbabwe at the same time friend to President William Samoei Ruto, Wicknell Chivayo amepatiwa contract ya kuexpand JKIA Airport. Masomo ni ile walimu ni wale. Kasongo yeye. Mombali nanga. Yaani Kasongo alikuwa ameamua kama hiyo airport lazima ijengwe. Itajengwa na wakora hata kama mlifukuza Adani. Kumbuka huyu jamaa amewahi kataliwa na Wakenya. Wakenya walisema that hata hawataki kumuona kwa inchi. Ako na inchi zile ambazo zimesema ya kwamba hawataki kuona huko Wicknell Chivayo. Jesus. Guy mwenye amepoa ajenge hiyo airport anaitwa Wicknell Chivayo. Go and Google who that person is, my friend. Hata country yao, how they know him, he's known as a fraudster. Kuna country Africa amewekewa mpaka askari enda kwa sababu aliwakon vitu. Here the country President William Samoei Ruto is welcoming the most corrupt person kama yeye. But that is the guy mwenye hasa atatengeneza our airport. The guy has become a family member of William Samoei Ruto. Amekuwa rafiki wa karibu mpaka unaweza fikiria ni family member. Haya salale. Tulidhani tumeshinda. We even celebrated, but while we were sleeping, out went Adani and in has walked Sir Wicknell Chivayo. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Right now, Chivayo's deal with Kenya on the table is actually 2.5 billion Kenyan shillings. Oh my God! Hello. Hii picha nikikuwekea hapa unaweza fikiria the wife to the president wanakula dinner na maybe brother to the president, but it is that guy Wicknell Chivayo. Mimi sidawi understand the affinity of our President William Samoei Ruto working with thugs, working with fraudsters. But they usually say, birds of the same feathers flock together. Kasongo yeye. Mombali nanga. Just for context, this businessman from Zimbabwe, Wicknell Chivayo, has repeatedly appeared according to reports in different corruption cases and Niache na changanyikiwa mchungu wangu kweli. Akili zangu niko hopeless. Yaani wakora wote dunia walifurahia sana venye walisikia Kasongo amekuwa president of Kenya. Kwa sababu walijua Kenya will be a field ya wakora kufanyia biashara na kazi zao. Mumesikia hiyo maneno ama bado haijafika huko kwenu? Imefika? Na mbona hamsemi? We are so done. We are so done. It is not even Kenyan media, mainstream media, that has broke this news that Wicknell Chivayo has been handed that 375 billion tender. It is a Zimbabwe media that has broken the news. Yani, our mainstream media is here in Menyamaza, and that's why I'm telling you. That's why I've been telling you. So there is so much, so much that you do not hear from Kenyan mainstream media. But you know what? It is not them who usually do this business. Ruto anachukuaga wanafanya on his behalf. Usikawai danganywa. Hakuna mtu mwenye ako na akili timamu or a president who love his country anaweza kuwa kazi yake ni kuunganisha wakora huko nje wakuja wafanye kazi in his own country. My lord, I wonder. Lakini Oburu. Yaani Oburu unaenda State House and the first thing unasema siku invitewa properly. Siku invitewa properly.
Unaona Oburu anapiga nduru pale State House ati hajabriefiwa vizuri. Kwa hiyo mkutano ilikuwa leo inaongozwa rais kuhusu compensation victims. Sasa Oburu anasema ati hajaitwa ati tijuri ati juu Raila hayuko. First of all, Your Excellency, I would like to say that I was not properly prepared for this occasion. This is because I don't know why I was not properly invited to the occasion. But I don't want to complain. I think it is because my brother is not there. Pana Oburu, it's not because Baba is not alive anymore. It is because it is who you are. You are inconsequential to this government. They do not respect you. That is why you can never be properly invited anywhere. Because ulikuwa by the way thought. Oburu, wewe hujui hakuna balologezea William Ruto. William Ruto amekuwa sasa kwa ni bure kabisa. Bila gao unatafuta. Ulio unafuta power. Power. The power. We want power. Nimeona Oburu, Mr. Youth Leader. Unajua Oburu anafanya, hakuna kitu anaongoza. Oburu can barely walk. Oburu hata hajui kama leo ni Monday ama ni Thursday. Ama ni Friday. Hata hajui tuko mwezi gani ama mwaka gani. Game over. Uwanja wake utatuachisha ujinga. Si ndio kwani? Ala. Mimi sichazeeka kama Oburu mwenye anakaa kulia. Mlisema kabisa Oburu ndo anaweza toshea kwa kiatu ya Gwambo, si ndio? Oburu ndo anaweza toshea kwa kiatu ya Raila kabisa, ama mlijaribu kusema nini? Mzee bana mmemchanganya na pesa bana, paka pesa za ukora na wizi bana. Watu wa broad base, mbona mnatesa Oburu? Mbona mnatesa Oburu na mnasahau is a total orphan? Oburu hana baba, hana mama. Oburu hana brother yake pia alimwacha. Lakini bado hamna huruma to a broad base. Why ain't you briefing Oburu properly? Mbona mnapanga mkutano chini ya maji na mwiti Oburu? Mbona? Hatujafurahia Oburu lakini. Ni majina za Oburu bana. And you will live to complain all the days of your lives that you're not being taken seriously. Because how you took that party, how you went and brokered that party to that man, rogue man, hiyo kitu itakuhaunt for life. Ngoja tu. Tutakuwa hapa one time. Ground inasemaje? We. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Hii imeenda. Mama yangu, game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Mama.